Lanka, Simba anafungwa goli 3 uwanja wa Benjamin Mkapa. Alikuwepo na ndiye mchezaji ambaye siku hiyo alifunga goli pamoja na kuasisti, na alifunga Simba mara 2 uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini pia baada ya kwenda kwenye uwanja wa Mohamed wa 5 pale nchini Morocco, Hamza Kaba alifanya utofauti, na baada ya hapo akasajiliwa na kikosi cha AS FAR Rabat. Kuna muda amekuwa hana nafasi kubwa sana ya kuanza kwenye kikosi, lakini pale anapoanza anafanya kazi kubwa sana. Huwa anavaa jezi nambari 17 kwenye kikosi hicho. Lakini mchezaji mwingine ambaye kuna muda huwa anaanza kwenye eneo hili ni jezi nambari 9, anajulikana kwa jina la Boalge. Huyu Boalge ni miongoni mwa wachezaji hatari pia kwenye kikosi hicho na huwa anafanya kazi nzuri sana. Twende tukaangalie sasa ubora wa AS FAR Rabat. Mechi walizocheza kwenye group lao, group B, lakini pia tukaangalie mechi alizocheza mechi 8 kwenye ligi yake ya Botola ligi. Lakini pia tutaangalia mechi 5 wamefanya kazi gani kwenye hizo mechi walizozicheza kwenye mechi 5 mpaka sasa, yani mechi 5 kabla ya mchezo dhidi ya Dar es Salaam Africans, wana matokeo gani, wameshinda mechi ngapi na wamefanya kazi gani. Okay, ngoja tuangalie hapo tuone na tujue ya kwamba AS FAR Rabat ni watu wa namna gani, na tutaangalia wachezaji bora wenye mchango wa moja kwa moja kwenye kikosi cha AS FAR Rabat. Hapa nilizungumzia mfumo wa 4-1-1, lakini pia kuna mfumo wa 4-2-3-1. Kwenye mfumo huu mabeki wanabaki wale wale kwenye eneo la ulinzi, lakini hili eneo la kati linabaki na wachezaji wawili. Hapa unamzungumzia Himrat pamoja na kijana Zine Boarge ambaye ana jezi nambari 6 mgongoni, wanabaki kama midfield wawili. Kwenye hili eneo la watu watatu anakuepo Reda Srim, anakuepo Khalid Aiti, lakini pia kijana Yosef El Fadhil. Eneo hili la ushambuliaji ambalo hata sasa nimesema kwamba huwa halijulikani moja kwa moja, huenda akawepo Hamza Kaba jezi nambari 17, kwa sababu mchezo uliopita yeye ndiye aliyeweka utofauti, na kama ataanzia sabu, basi mwalimu Alexander Santos atakuwa na kitu ambacho anaenda kukitaka kwenye safu ya ulinzi ya Dar es Salaam Africans. Ngoja tuangalie mechi walizocheza kwenye ligi yao ya nyumbani, ligi ya Morocco. Mpaka sasa AS FAR Rabat anashika nafasi ya 4 kwenye ligi ya Botola League. Hii ni ligi yao ya nyumbani almaarufu Botola, moja ya ligi ngumu na inayotoa vipaji vingi sana vya soka kutoka nje ya mipaka ya Afrika pamoja na ndani ya bara la Afrika. Hapa tuliwazungumzia wachezaji kama kina Reda Srim, aliwahi kutoka pale na akaenda Al Ahly, lakini pia Ayub Lakred, miongoni mwa magolikipa ambaye alifanya kazi nzuri sana akiwa na Simba, alitokea hapa kwenye hii ligi ya Botola na alifanya kazi na AS FAR Rabat. Kwa ni miongoni mwa ligi ambayo inazalisha vipaji vingi sana vya soka. AS FAR Rabat wapo nafasi ya 4 wakiwa tu na alama zao 18 kwenye mechi 8 walizocheza, point 18, lakini pia wamescore goal 13 mpaka sasa. Wastani mzuri kabisa, na kwenye mechi 8 walizocheza wameshinda mechi takriban 5. Yani maana yake ushindi kwenye mechi 8 walizocheza wamepata ushindi wa mechi 5. Losi mpaka sasa, yani kufungwa au kupoteza mchezo, hawajapoteza mchezo wote mpaka sasa kwenye ligi ya Botola. Sare, wana sare 3 mpaka sasa. Sare 3 ukijumlisha na pointi walizozipata kwenye ushindi wa mechi 5, unapata hizi pointi walizonazo, yani pointi 18 mpaka sasa. Magoli waliofunga ni magoli 13. Magoli 13 waliofunga, magoli 5 yanatoka kwa Mohamed Himrat, jezi nambari 34 mgongoni. Lakini huyu yupo kijana Yosef El Fadhil, jezi nambari 7 mgongoni, ambaye kafunga magoli 4 mpaka sasa kwenye kikosi cha AS FAR Rabat. Kwa manake kwenye goli 18, kwenye goli 13 zilizofungwa na AS FAR Rabat, vijana hao wamechangia mabao 9 mpaka sasa. Je, twende tukaangazie. Je, magoli mengine yamefungwa na wachezaji gani? Hapa yupo Faldu Mendy ambaye hatukumzungumzia sana. Eneo analocheza Yusuf Abdulrahman, jezi namba mchezaji mwenye umri mkubwa zaidi kwenye kikosi cha timu ya AS FAR Rabat. Kuna muda huwa anapumzishwa na anaanzishwa kijana Faldu Mendy ni raia wa Senegal, miongoni mwa mabeki wenye kasi ya ajabu na mwenye uwezo wa kucheza na kufanya zile clear marking ambazo ni bora kwenye timu yake. Huyu ni raia wa Senegali mwenye urefu wa futi 5 plus, yani futi 5 na kuendelea. Ni mrefu na ana kasi pia. Kwenye mchezo wa Dar es Salaam Africans dhidi ya AS FAR Rabat, Prince Mpomele Dube alipoenda kufunga goli lile alimkimbiza beki Yunis Abdulrahman mwenye umri wa miaka 38.
Kwa hiyo kama mwalimu Alexander Santos ataliona hilo, basi huenda akaanza na Fadlu Mendy. Fadlu Mendy kwenye mchezo dhidi ya Al Ahly, sare ya 1-1 kwenye uwanja wa Prince Abdullahi pale nchini Morocco, alianza kwa sababu ya kasi alionayo ili kwenda kuwazuia wachezaji kama kina Mahmoud Trezeguet, kwa sababu wana kasi na wana uwezo, na Younis Abdulrahman alianzishwa bench. Kwenye eneo lile walicheza yeye na Marwan Lauladin. Marwan Lauladin huwa hapati muda mwingi sana wa kupumzika, kwa sababu ndiye beki tegemezi kwenye kufanya kazi iliyo bora katika kufika kwenye miguu ya washambuliaji na midfield wale wa eneo la juu. Yani hapa tunawazungumzia namba 10 na mawinga kama kina Alan Okello pamoja na kina Pacome Pedro Zouzoua kwenye eneo la ushambuliaji la Dar es Salaam Africans. Kwa mchezaji ambaye atakutana naye kwa muda mwingi ni Marwan Lauladin, ambaye huwa anakava upande wa Carneiro kama atakuwa amepanda kwenda kusaidia mashambulizi eneo la juu. Bach au no mrawia wa Mauritania kama atakuwa yupo na ameondoka kwenda kushambulia, basi eneo hilo mara nyingi huwa anafanya kazi Marwan Lauladin. Marwan Lauladin kama atakuwa anacheza na Fadlu Mendy, mara nyingi huwa anapumzika, kwa sababu Fadlu Mendy ni miongoni mwa mabeki wenye uwezo na wenye kasi kwenye eneo lake la ulinzi. Fadlu Mendy ana goli moja kwenye hichi kikosi, lakini pia Aiti Kaldi Aiti midfield jezi nambari 8 naye ana goli moja, tumezungumzia hapa na tumeona. Lakini pia kuna Benchak ambaye anacheza beki namba 3 upande anaocheza Carneiro. Muda mwingi huwa haanzi, lakini ana goli moja kwenye magoli 13 yaliyofungwa na kikosi cha AS FAR Rabat. Kwa hiyo AS FAR Rabat mpaka sasa kwenye mechi 8 walizocheza, wastani mzuri wa kufunga magoli kwenye kila mchezo, wastani mzuri wa kujilinda, kwa sababu hawajafungwa mchezo wowote mpaka sasa. Hii ni rekodi yao kwenye ligi ya Botola Ligi kwenye mechi 8 walizozicheza. Wapo nafasi ya 4 na anayeongoza ligi ana pointi 20 ambaye ni Mansfes ambaye anaongoza ligi ya pale Botola. Huyu Mansfes ana pointi 20 akiwa amecheza mechi 10 mpaka sasa, ila huyu amecheza mechi 8 na ana pointi 18. Ina maana amemzidi pointi 2. Anayefuatia pale ana pointi 19 ambaye ni Wydad Casablanca ambaye naye amecheza mechi 8, lakini pia anayefuatia ana pointi 19 ambaye ni Raja Athletic Casablanca ambaye yeye kacheza mechi 9, yani kamzidi mechi moja AS FAR Rabat. Kwa AS FAR Rabat kama atacheza mechi 2 kama alizocheza Mansfes, ana uwezo wa kuongoza ligi ya Botola League. Kwa hiyo ni timu inayofanya vizuri kwenye ligi ya nyumbani pamoja na kombe la klabu bingwa barani Afrika. Twende tukaangalia kwenye mechi 5 walizocheza mpaka sasa, wako vipi na wana wastani gani wa kufunga pamoja na wastani wao katika kuzuia kwenye kila mchezo kwenye mechi 5 zilizopita ambazo wamezicheza mpaka sasa kabla ya kwenda kucheza na Dar es Salaam Africans. Kwenye mechi 5 zilizopita wamepata sare 3, lakini pia wamepata ushindi kwenye mchezo mmoja na wamefungwa mchezo mmoja, kufungwa mchezo mmoja. Kwenye hizi mechi walizozicheza, hizi sare 3 walizozipata, ya kwanza ni zidi ya Mansfes ambaye yeye anaongoza ligi ya Botola. Sare nyingine waliipata zidi ya Al Ahly. Hii ni kwenye bingwa na kwenye group lao, group B. Sare nyingine alipata zidi ya JS Kabylie. Na sare paka hapo sare 3 zinakuwa zimeisha. Ina maana Mansfes walitoa sare ya bila kufungana, na kwenye mchezo zidi ya Al Ahly wakatoka 1-1, na huu mchezo zidi ya JS Kabylie wakamaliza pacha bila kufungana. Ina maana 0-0. Ushindi wameupata zidi ya JS Kabylie, mchezo ambao ulitamatika kwa goli 1-0. Yaani AS FAR Rabat alipata ushindi wa goli 1 na JS Kabylie hakuondoka na kitu kwenye uwanja wa Morocco. Na hii sare ambayo tunaizungumzia JS Kabylie walipata ugenini zidi ya JS Kabylie kwenye ardhi ya Algeria. Kufungwa, walifungwa na Dar es Salaam Africans, mchezo ambao Prince Mpomelelo Dube alikuwa akiimbwa ya kuwa ana makosa mengi sana kwenye eneo la ushambuliaji, lakini mchezo huu ndiye aliyeokoa Dar es Salaam Africans uwanja wa New Amani. Yani manake AS FAR Rabat walifungwa ugenini kwenye mchezo mmoja. Mpaka sasa kwenye mechi 5 alizozicheza, inamaanisha kuwa AS FAR Rabat amekuwa bora sana kwenye uwanja wa nyumbani. Mara nyingi ni bora atoe sare kuliko kufungwa. Na hapa unaenda kuangalia kwenye mechi 8 za ligi, lakini pia hizi mechi 5 ambazo tumezijumlisha hapa. Ina maana mpaka sasa kwa mwaka 2020 na 2025 2026 hawa AS FAR Rabat ina maana hawajafungwa sana kulingana na ubora wao walionao kwenye eneo lao la ulinzi
pamoja na eneo lao la ushambuliaji, wanaonekana wanafunga mabao mengi sana kwa mpinzani. Ubora wao ni kwenye eneo la midfield ambalo anasimama Himrat, tulizungumza hapo, lakini pia Deraji bwana mdogo pamoja na Kaldi Aiti jezi nambari 8 mgongoni. Kwenye mechi 5 hizo walizozicheza walionyesha ubora wa hali ya juu. Mfano kwenye mchezo dhidi ya Dar es Salaam Africans walifungwa goli moja na walizuia muda mwingi, lakini waliruhusu bao moja, kitendo ambacho kwa timu za Afrika Mashariki kama endapo zitazuia basi kuna mvua ya magoli unaweza ukaipata. Lakini kwa AS FAR Rabat walizuia muda mwingi, walikaa muda mwingi nyuma, lakini Yanga alipata bao moja tena kipindi cha pili na katikati mwa kipindi cha pili. Tuone sasa ubora wao kwenye kushambulia wakiwa wana mpira. Kwenye mechi 8 walizozicheza AS FAR Rabat na hizi mechi 5 ambazo tunazizungumza hapa, mara nyingi wanapokuwa wakimshambulia mpinzani huyu tuliwazungumza hapa kina Hamza Kaba. Hamza Kaba kuna muda huwa anaachwa peke yake na mpira huwa unatoka kwa mabeki ambaye ni Carneiro pamoja na Bachi ambaye anacheza upande wa kulia na mwingine anacheza upande wa kushoto. Kwenye eneo la uwanja unapokuwa hivi, kwenye kikosi cha timu ya uwanja unapokuwa hivi, AS FAR Rabat wanaweza wakawa huku wanapomshambulia mpinzani. Carneiro huwa anatoka kwenye wale mabeki wanne na kuwa maeneo haya ya mpinzani, kitu ambacho kinamfanya pia Himrat awe maeneo haya ya lango la mpinzani na kutengeneza triangle ambayo pia inamkuta mchezaji kama Hamza Kaba kwenye maeneo haya. Hiki kitu huwa kinawasumbua mabeki wengi. Leda Slim maeneo haya, Himrat maeneo haya, lakini Carneiro ambaye anakuwa ametokea huku kuja maeneo haya. Hapa utamkuta Hamza Kaba au usimkute kabisa, nayo ukamkuta yupo maeneo ya chini kwenye mipira ambayo inaweza ikachezwa V na Carneiro. Carneiro ndiye mchezaji ambaye anaongoza kwa kupiga cross nyingi kwenye kikosi hiki na huwa anafanya vizuri kwenye cross zake. Tumeona hivyo kwenye mchezo dhidi ya JS Kabylie pale nchini Morocco kwenye mchezo wa klabu bingwa barani Afrika ambapo walipata ushindi wa bao moja. Cross ilitoka kwa Carneiro na kumfuata Hamza Kaba. Hamza Kaba alikuwa peke yake kwenye eneo hili la ushambuliaji. Cross iliyopigwa na Carneiro ilimkuta peke yake na alifanya kazi nzuri kwenye eneo la ushambuliaji. Hivyo basi habari Nova Media naweza kusema kwamba ni mchezo mgumu na utakuwa mgumu kwa kiasi chake, kwa sababu kila timu imejiandaa kwa namna moja ama nyingine. Hawa tuliokuwa tunawazungumzia leo ni AS FAR Rabat. Hawa ni wapinzani wa Dar es Salaam Africans kwa siku ya Jumamosi. Mchezo huo utakaochezwa nchini Morocco. Mwalimu Pedro Goncalves ana kazi ya kufanya, kwa sababu anatakiwa aiandae timu ambayo inaenda kupata ushindani, kwa sababu anaenda kukutana na timu ya daraja la juu, kwa sababu pointi 5 kwenye kundi 5-8-2. Yanga kama angeshinda mchezo dhidi ya Al Ahly basi calculator zisingehusu, lakini sasa anaenda kupiga calculator kwenye ardhi ya Morocco, kitu ambacho kinaweza kikawa ni kigumu kwake. Mwalimu Pedro anatakiwa akacheze kwa umakini mkubwa, kwa sababu anaenda kukutana na timu ya daraja la juu. AS FAR Rabat wanapokuwa uwanja wa nyumbani huwa wanakuwa bora sana. Ukiangalia mchezo waliopata sare dhidi ya Al Ahly, hawakuwa kinyonge na walifanya matukio mengi ambayo yalikuwa ni bora, na mpaka wakapata mkwaju wa penalty ambao ndio ulizaa bao kwenye mchezo huo. Kwa hiyo Mwalimu Pedro ana kazi ya kuiandaa Dar es Salaam Africans iliyo bora ili wakapate kuvuka kwenye hatua ya group stage. Hii ni habari Nova Media. Jina langu ni Paul Tembo. Tukutane wakati mwingine, lakini usisahau kutenda kitendo cha kiungwana kabisa, yani kusubscribe, kucomment pamoja na kushare. Tunapatikana YouTube pamoja na Instagram kwa jina la Instagram Kasanga Junior. Hapo utapata habari mbalimbali kuhusiana na matukio yanayoendelea kwenye nchi pamoja na maeneo mengine, lakini hapa kwenye habari Nova Media unaweza ukapata habari zote za kimichezo pamoja na mambo mengine yanayoendelea ndani ya nchi ya Tanzania. Bye bye, uwe na siku njema.